HTML tag. If you want to close with HTML tag, it means that if you start with HTML tag like that, you can say HTML comment document type HTML. You can start with HTML. HTML means tumekuja kufunga na HTML. Start tag and close tag. Na kumbuka wakati tunaelekeza juzi nilisema lazima useme start tag and close tag. Start tag it means that this is the start tag. Start tag ndani ya humu kuna element au field. Hii element ndio hii inasema labda element ni HTML. Ukianza lazima ufunge na HTML. Kumbuka kwamba website kitu chochote utakachoanza nacho kwenye ndani ya HTML lazima ufunge na kitu kile kile. Kwa mfano nilisema HTTP and then nikifunga kwenye hapa katikati lazima nitafunga na slash nitasema p. P inamaanisha nini kwenye HTML language? P ni paragraph. P ni nini? Ni paragraph. Sasa wakati tunaanza HTML first, mara ya kwanza kabisa introduction of creating the website, you start with document type HTML, au kama unataka kuanza na hii document type utaanza kwanza tu na HTML. Sio lazima kwanza na hii hapa. Au sio lazima kwanza na hii. Sio lazima kwanza na hii. Unaweza kuanzia hapa HTML ukasema edit. Edit inamaanisha nini? Tutaangalia edit inamaanisha nini. Edit ina describe the title. Ina describe the title. It is describe the title. Title is nini? Title ni kichwa cha habari ambacho inahusiana na website yako. Unataka kuwa website ya aina gani? Labda ya kuuza maembe. Umeona? So head inabeba title. It is describe or display the title. Hii ni the HTML language. You understand? This is the edit title. Title, you can see the edit nini hapa imeandikwa. Sisi hapa tumeenda kuifuata tena title. Title, this is my website. My website ndani ya title tukafunga title kwa close tag and then tukaja kuifunga na edit kwa sababu hii type iko ndani ya edit. Tusipoifunga hii edit, hii haitasoma. Umenielewa? Hii haitasoma. Hii ni mwanzo wa kwanza kutengeneza website katika Notepad au Visual Studio Code au Visual Studio Code katika kompyuta. Hizo ni application zinazotumika kutengenezea nini? Website. Sasa tupo hapa kama unavyoona. Sasa kwenye edit nimekwambia inabeba title. Na title ni nini? Ni kichwa cha website yako, kichwa cha habari cha website yako. Sema my website, Fabidigo Computer Technology, maybe Mwanamisi, maybe Alfati, maybe tunamsema Benson wa Yanga Football Club, Fabidigo wa Simba Football Club, like that you see in front of people. So now we going to see what is body. Body inamaanisha nini? You know that the content. Content ni dhamira, sio? Au vitu unavyoviandika ndani ya huko. Sasa unapoona content ndani yake utakuwa na vitu vingi. Unapoenda Facebook, Instagram unakuta kuna home, kuna about, content maudhui sio? Kuna maudhui, content ni maudhui. Kuna maudhui yako sasa unaenda kuweka kwenye website ni nini? Ndio vitu vyote vinavyotakiwa kuweka kwenye ndani. Ya inakuwa kwenye ndani ya nini? Ya body. Lakini kumbuka kwamba tunaanza body, it means that body maybe you start with tag and close tag. Ndani ya body ukianza lazima uanze na mwisho wa siku fanya nini? Uclose na ile body. Ndio maana naangalia tulianza after na nini. Kumbuka kwamba tulikuwa tunasoma Excel, ukikosea hata nukta kitu kilani sio? Kwa usije ukaidharau hii slash. Hii slash haizauliki hata siku moja. Kwa endapo utaona wewe umepungua kitu hapa kinini, ujue kuna kitu umekosea. HTML. Na niwaambie kwamba HTML is not language. Is a markup language. What is the meaning of markup language? It means kuisema either markup language. Ndio maanisha hii tag. Sababu yenyewe itasoma kwa HTML kwa tag. Ndio maana HTML bila kuweka hii tag ndio maana sio language. Na hiyo utambue symbol ya HTML, yani alama ya HTML. Ukiona kitu chochote kimeanza na hii ndio hii lugha ya HTML. Yaani nimeeleweka. Kwa ukianzia lugha nyingine ya mabracket mengine ndio maana hiyo sio HTML. Lakini kama itakuwa ndani ya HTML ujue imechanganyika na CSS au na lugha nyingine ili uweze kuunda hiyo website ikawa nzuri. Nimeeleweka? Kama sijaeleweka nipige swali. Hapo nimeeleweka. Kwa hiyo mmejua kwamba HTML inakuwa na tag sio? Sasa katika hivyo vyote kwa vyote ina maana kwamba tayari HTML tumeshaiona
na tumeifunga. Sasa ndani ya body hiyo kuna vitu vingi. Niliwaambia kama H1 nitawaambia ina maana gani. Baada ya body kufungua, tunasema H1 introduction of web page. It means what inamaanisha nini? Introduction of web page maana kielezo cha web page sio. Lakini H1 maana yake ni AD1, kichwa cha habari, kichwa cha habari cha kwanza, au sio? Kichwa cha habari cha kwanza ndio H1. Remember that website inatumia vitupi au HTML inatumia vitupi vya maneno. Huwezi kuandika head au kuandika header, japo utasoma, lakini is the difference H1 and header. Header hii itakuja kama vile kwenye web ile inapotokea mstari, na hiyo header hii kwenye HTML ipo, tutaisoma, au sio? For not header but H inamaanisha head. Header and head is different because the header inaweza kuwa ni mstari au kichwa, lakini hii hapa tutaandika H. Remember that kama unatumia HTML lazima utumie vitupi. B maana bold, au sio? Strong way. Maybe one bold inaweza kutumika kama strong. Naweza kuandika strong hivi, alafu ndani yake nikaweka maneno labda fadi. Umeona? Ila ever strong. Kwa hiyo strong naweza nikaifunga na kusema strong. Nikisema strong nikifunga, ni maana maneno yatakuwa bold. B hii strong inakuwa kama bold. You understand? Kwa kama unataka kutumia unaweza kutumia B au strong. You understand? Very easy. Very simple. Kutengeneza website is very easy kama utakuja kwa Fabrico Computer Technology au kwenye Sentinel Training Course at this class of Sentinel. Thank you. You continue to subscribe our channel because if you want to get this must be subscribe our channel. It is called Fabrico TV. It's me Fabrico here. Hapa tunaendelea. Bali niwaambia baada ya H sio mwanangu. Kwa hiyo kuandika vichwa vya habari vingi tutatumia. Kwa hiyo ukiona H1 hapa hizi kuna maandishi na ndio ukiona H1 kitu cha kwanza, H2 kitu cha pili, H3 kitu cha tatu. Hivi yote ni inawezekana ukafanya mambo, inawezekana ukafanya mambo kulingana na kuelewa, sio? Sasa kuna kitu kinaitwa P. P inamaanisha nini? P inamaanisha haya maneno sasa yatatokea. Kama P ni maana paragraph, say paragraph. P is a paragraph. I think you understand the paragraph, it is included in many content. You can describe many content. You can write anything. So if you're writing something, that is called a paragraph. So paragraph, you must be, you start tagging and close tag. So you can see this is a paragraph, start tagging. This is a close tagging. You can say this is a simple web page, boarded means web page boarded, and the content here is a part of a paragraph. Kwa maneno haya au maudhui haya yamekuwa sehemu ya paragraph. For PP it means the paragraph. So paragraph is presented by P. So ndani ya hiyo paragraph ina maana kumbuka vyote vilikuwa ni dhamira ambazo ziko ndani ya body. Kwa body ya nini? Body is describes the content. Hii ni the describe. Yaani vile sasa content zako zote utaziweka hapa. Hapa ni ka introduction, vitu vingi. CSS inakuwa huko hapa, CD inakuwa ndani. Au sio? Sasa baada ya hapo na close HTML kwamba unataka kwenye paragraph. Paragraph ni nini? Paragraph unaweza kusimamisha. Zinaitwa tag kama ulivyoona hapa. Zinaitwa tag. Hii michoro. Tag ni nini? Tag ni HTML tag, kuna head tag, kuna title tag. So tag ni zile zilizofungwa element za HTML, head, title, kuna body na kuendelea na vitu vingine, paragraph na H1 na kuendelea. That is a tag. Tag zinafungwa kwenye greater than and less than, au sio? Ndio inaitwa lugha ya HTML, au sio? Asanteni sana.